Ikiwe tunawasalimu sana wapendwa wa Mungu katika jina la Yesu. Kwa msaada wa Mungu tena tumepata na nafasi nyingine siku ya leo kwa ajili ya kwenda kuyatafakari maneno ya Mungu. Kwa hiyo tunakukaribisha kuwa pamoja nasi katika kipindi kingine. Kama ni mmoja wapo wa wafuatiliaji katika vipindi vyetu, nafikiri utagundua kwamba kuna somo ambalo tumekuwa tukijifunza mahali hapa kwa habari ya imani, na mada yetu ilikuwa inazungumza kwamba madhara ya kutokuwa na imani na faida ya kuwa na imani. Kwa hiyo tumejaribu kuzungumza mambo tofauti tofauti katika habari ya imani, lakini tumekuwa na siku kadhaa hatukufanya muendelezo, na hivi sasa ni muendelezo. Kwa hiyo tunakukaribisha kuwa pamoja nasi katika muendelezo wa somo hili. Nafikiri kwamba ni somo moja wapo muhimu sana kwenye maisha yetu ya watu waliookoka kwa habari ya imani. Imani ni kitu ambacho ni msingi kabisa mkubwa wa kukufanya wewe kuwa na viwango vikubwa vya rohoni au kupoteza kabisa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunakukaribisha, na kwa nafasi nyingine kabisa ni kuombe kwamba uweze kuchangia kipindi hiki na mwenzi wako, rafiki, jirani, ndugu, na popote pale. Kwa lugha nyingine ya kigeni wanasema kushare. Uweze kushare video hii na watu wengine ili kile ambacho unakwenda kujifunza na wengine waweze kujifunza. Lakini vile vile napenda kusema kwamba kama umepata fursa ya kutusikiliza kuanzia mwanzo na mpaka sasa, basi popote pale penye swali tunakukaribisha kuweza kuuliza. Na kama ni mara yako ya kwanza kuwa nasi, basi unaweza ukapita kwenye channel hii, utaona kuna video nyingi hapo kwa habari ya imani tulivyozungumza. Utayapitia kwa utaratibu sana na kujifunza. Karibu sana Bwana Moses katika kipindi kingine siku ya leo. Karibu sana. Asante sana. Nazidi tena kusema asante kwa wote ambao wanaendelea kutusikiliza. Ndio kama jinsi alivyokwenda kutangulia kusema mwalimu ya kwamba tunasoma ambao tunaifundisha na ni endelezo, lakini kama alivyogusia kwamba kulikuwa ni muda kabisa tufanyi kwa sababu mambo mbalimbali, lakini tena tumerudi. Lakini jambo la muhimu ni kwamba atufanyi hili kuambia tukisema ushare ya kwamba tunataka viewers. Jambo la kushare ni jambo ambalo neno la Mungu liweze kupita au liweze kufikia wengine. Ndio shauku ya kusema kwamba tushare. Kushare maana kwamba watu wengine waweze kuwa na ufahamu wa neno la Mungu. Hiyo ndio naweza nikasema tu. Asante. Yes, sasa tulikuwa tunazungumza kwa habari ya imani, na nafikiri kwamba jambo ambalo ni la msingi sana tuweze kuzungumza kiundani zaidi kuhusiana na imani, kwa sababu kule mwanzoni tulisema ya kwamba imani sio tu kusema ninaamini. Ndio. Lakini imani ni kile ambacho kinachodhihirika katika maisha ya yule aliyeamini. Ndio. Kwa hiyo kuna jambo ambalo unaliamini ndani, linatakiwa sasa liweze kudhihirika. Ndio. Kwa sababu katika kuamini au katika imani kuna tuseme aina mbili ya yale ambayo tunaamini. Ndio. Kuna kitu ambacho kitafanyika kwa huko baadaye. Kwa hiyo sasa katika ujio wa Yesu, ndio, yapo maagizo ambayo aliyatoa, ndio, ili huwe mmoja wapo wa kuwa sehemu ya watu wake, uweze kutembea. Sijui unaelewa. Kwa maana hiyo ninataka kumaanisha kwamba ndio, tunaamini Yesu atakuja. Ndio. Atakapokuja tunaamini kwamba atafanya hukumu ya wenye haki na wasio haki. Ndio. Tunaamini kwamba atakapokuja
tutaweza kupokea ule uzima wa milele. Licha ya kuwa Biblia inasema kuanzia sasa wote wanaoamini wana uzima. Ndio. Hayo yote tunaamini, lakini sasa pointi yangu iko wapi? Iko kwamba kuna kitu ambacho ndio unaweza ukakiamini leo ndio na kisizilike. Ila ule wakati wake ambao unaamini juu ya hilo jambo utakuja kufika. Kwa mfano huu ambao tunauzungumzia, ndio imani ya Yesu atakuja ni halisi kwamba Yesu atakuja. Ndio. Tumeipata wapi? Kwa neno la Mungu. Ndio. Na mafundisho yake yeye alipokuwa duniani aliahidi kwamba atakuja. Ndio. Kwa hiyo mimi na wewe tunaamini 100% atakuja. Na ndugu yetu anayetufuatilia pia anaamini Yesu atakuja. Licha ya kuwa kuna baadhi ya watu wasioamini hivyo. Maana nilisikiliza mtu mmoja ndio aliwahi kuwa anasema kwamba wewe ukifa tu ndo kuja kwa Yesu kumeenea huko. Haji tena. Yani wewe ukifa kwako hivyo Yesu amekuja. Mimi nikifa kwangu hivyo Yesu amekuja. Kwa hiyo baadhi ya watu wanaamini hivyo. Lakini tukizingatia kwamba wakati Mtume Paulo anafundisha walikuwa watu ambao wanaamini au waliokoka waliokwisha kufa. Akasema Yesu atakapokuja atafanyeje? Atafufua kwanza waliokufa na walio hai ndipo watachukuliwa. Kwa maana hiyo kwamba Yesu akija waliokufa watakuwa wapo na walio hai watakuwa wapo. Kwa huu mtazamo wa kusema mtu akifa tu ndo kuja kwa Yesu huko, huu ni mtazamo ambao umekaa kimakosa. Wanaamini hivyo. Yes, ila pointi yetu kubwa ambayo nataka tuweze kuielewa hapa ni kwamba kama utakuwa na swali utauliza. Ndio. Pointi yangu kubwa sana ninayotaka kila mmoja aweze kuelewa ni kwamba kuna vitu kwenye vile tunavyoamini. Kuna vitu ambavyo utaamini. Sawa? Lakini licha ya kwamba umeamini, akitakuwa dhahiri leo ni mpaka wakati wake ufike. Yaani unaamini lakini akitatukia saa hiyo mpaka wakati wake ufike. Wow. Na kuna kitu ambacho umeamini ambacho kinalazimika kidhihirike hapo. Vitu vile tofauti. Yes. Sasa tuanze na kile ambacho umeamini na kiwezi kudhihirika hapo. Kile ambacho unaamini na akiwezi kudhihirika hapo ni kile ambacho Mungu amekisema juu ya maisha yako. Okay. Kwa ajili ya maisha yako. Elewa hili neno. Kwa sababu kuna kitu ambacho ni kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya wewe kuishi. Ni vitu viwili tofauti. Kuna kitu ambacho Mungu anakisema kwa ajili ya maisha yako. Na kuna kitu ambacho Mungu anakisema kwa ajili ya wewe kuishi. Ni vitu viwili tofauti. Kwa ndani ya hivi vyote tunaamini kwa sababu ni nani? Ni Mungu kasema. Tunaelewana vizuri? Kuna jambo ambalo Mungu anasema kwamba mwanangu, ukisikiliza sauti yangu, nitafanyeje? Nitafanya sawa kwa vyovyote vile. Au tuseme utakuwa tajiri wa kwanza duniani. Mungu amesema. Sawa? Ili jambo halitafika. Eti kwa sababu Mungu amesema kwamba uende sasa kwenye maombi ufanye kifungo cha mwezi ili lile jambo liweze kufanyika. Kwa sababu nani? Mungu kasema. Haiwezekani. Yes, ni mpaka wakati wa lile jambo utakapofika. Na wakati uliokusudiwa kwa jambo lolote kwa mwanadamu inabaki ni siri ya Mungu. Mungu anaweza kukuelekeza fanya hivi. Yes. Kwa sababu sasa ile mwelekezo ambao anakupatia ni kukuandaa
ikifika wakati ule ambao amekusudia usiwe na, inataka kumaanisha nini? Siku zote Mungu hawezi akatembea na mtu bila kuwa na ahadi naye. Okay. Iwe ni mtumishi, iwe huna nafasi yoyote ya kihuduma katika kusanyiko au mahali popote pa shirika la kimungu, vyovyote vile, lakini ili mradi wewe ni mwana wake, lazima una ahadi naye. Okay. Mungu anapotoa ahadi kwenye maisha yako, ahadi zile kwa asilimia kubwa, ndio, kwa asilimia 99.9 Mungu anapotoa ahadi kwa mtu, kwa mara chache sana anaweka limit ya muda atakaofanya, kwa asilimia chache sana. Okay. Lakini kwa asilimia kubwa sana, asilimia 99.9 Mungu anatoa ahadi ambayo haina muda. Yaani haina muda. Yaani ninachomaanisha ni nini? Ni kwamba akikuahidi wewe kwa asilimia kubwa, asemi ni muda gani utachukua. Yeye anaahidi tu. Kwa hiyo muda unabaki kwake. Kwa anasema kwamba nitafanya jambo fulani kwako, lakini lini, muda gani, saa gani, hatakwambia. Okay. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa Mungu huwa anaiacha hivyo, na anaiacha hivyo kwa sababu iwe sehemu ya wewe kukaa kwake. Unaona? Kwamba ukipoteza kukaa kwake, kile ambacho alisema hautakiona. Yaani ni kama vile inataka kumaanisha hakwambii siku, unajua kwamba siku fulani Mungu amesema atafanya hivi. Sasa unawekeza bidii kwa sababu ile siku isikupite. Lakini kama hujui siku ni muendelezo, hautakuja haujui ni lini, labda ni kesho, yaani haujui. Na ndio maana hata ujio wa Masihi Yesu Kristo umekuwa ni fumbo. Kwa sababu Mungu anajua mioyo ya wanadamu tulivyo. Kwa hiyo sasa ni hatari. Zipo ahadi ambazo ataziahidi ambazo ni kubwa kwenye maisha yako. Tukiangalia wana wa Israeli wakati wanatoka Misri kwenda Kanaani, kuna ahadi nyingi ambazo Mungu aliwaahidi. Lakini ndani ya ahadi za Mungu alizoahidi kwa Israeli kulikuwa na mkiyasikiliza maneno yangu na kuyashika. Kisikiliza na kuyashika, mtakuwa hivi, mtakuwa hivi, mtakuwa hivi. Ahadi inabeba mtakuwa hivi. Na kukubali kile ambacho unaambiwa na Mungu. Kwa sasa hapo ndipo asilimia kubwa ya watu wanapotezaga imani, wakizani kwamba wamedanganywa fulani. Kumbe hii ilikuwa ni imani ulioipokea kwa kutarajia kitu fulani, lakini hii imani haitadhihirika kabla ya wakati wake. Na ule wakati unakuwa ni wakati ambao upo kwenye limiti ya Mungu. Unaona? Kwa hiyo sasa kuna watu ambao anaweza akapoteza imani yake hata kwa watumishi wa Mungu. Kwamba waongo sana bwana. Niliendaga mahali fulani, mtumishi mmoja akaniambia Mungu atafanya hiki na hiki kwenye maisha yangu, lakini mpaka leo sioni. Sijaona. Wanadanganya watumishi. Waongo sana, wanadanganya nini? Kumbe kuna kuwa na mambo mawili hapo. Jambo la kwanza, huenda ulienda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kinyume na mapenzi ya Mungu. Okay. Unaona? Kwa sababu Mungu ahadi zake lazima atimize. Lazima. Yes. Sasa ukienda kinyume na mapenzi yake, umeuharibu uhusiano wako na yeye. Kwa hiyo hata kama alikuwa ameahidi, hamna tena connection. Kutimiza inakuwa ni vigumu sana. Kwa hawezi akatimiza. Unaona? Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, inawezekana wakati uliokusudiwa haujafika. Kwa sababu wakati
unabaki kwake. Ngoja tusome hapa kwenye Matendo ya Mitume. Ndio. Matendo ya Mitume sura ya 6 sura ya kwanza mstari wa 6 inasema hivi. Kwamba basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kumbuka hawa ni watu ambao waliahidiwa kwamba Masihi wao watakuja na watapokea ufalme wao. Lakini wao wanashangaa, Masihi amekuja, hajatuachia ufalme. Na anaanza kuaga, anaondoka. Mbona tuliachiwa ufalme tulioahidi? Yesu akajibu kwamba si kazi yenu kujua nyakati ambazo Mungu yeye amekusudia. Kwa hiyo alichokusudia yeye, hata kama alikuahidi, usimhojioji baba mbona. Uendelea tu kukana. Hapo ni lawama unaanza kuzileta kwa Mungu. Kwa hiyo matokeo yake shetani atatumia fursa hiyo kukuyumbisha ila kutoa kwenye ahadi. Yes. Kwa hiyo tunakuta kuna watu wanapoteza imani. Ndiyo. Kwa aina hii. Okay. Kwamba ni jambo ambalo Mungu anakusudia ndiyo kulifanya kwenye maisha yako. Ndiyo. Lakini yeye mwenyewe Mungu ndiyo anajua ni wakati gani aliyokusudia. Unaona? Ndiyo. Kwa hiyo yeye anausubiri wakati wake utimie. Ambapo wakati wake ndiyo sahihi. Wakati wako wewe sio sahihi. Kwa kuna wakati wewe unalitaka jambo litimilike leo au kesho, lakini yeye Mungu anaangalia, anaona kwa huyu ili alipaswa kutimika kesho, bado hajakaa sawa, hajakamilika. Yeye mwenyewe anajua kwa nini. Wenda anaona kuna udhaifu fulani kwako, hilo jambo likitokea litakuharibu zaidi. Wenda anaona kuna uchanga. Kwa sababu mtoto mdogo Fanueli siwezi nikampa funguo za gari, ni vigumu sana. Unaona? Kwa sababu unajua ataharibu. Fanueli siwezi nikampa wembe. Litakuwa wembe tunatumia kukata makucha na matumizi mengine, ni chombo muhimu kwa matumizi. Lakini kwa yeye mtoto atafanyeje? Atajikata. Kwa maana hiyo ni kwamba Mungu anaweza akachelewesha akigundua kwamba kuna jambo ambalo lipo kwenye maisha yako, katika lile alilokuahidi likitimia leo unaangamia. Likitimia leo kuna mambo utaharibu. Likitimia leo yani ni jambo limekaa kwa mfumbo wa Mungu, kwa mpango wa Mungu. Kwa hiyo sasa nataka tuimizane kwamba hata kama una ahadi ya Mungu na unaona siku zinazidi kwenda, wewe simama imara, kwa sababu Mungu hajawahi kudanganya. Kwa imani yako isiyumbe kwa sababu ya bado mambo ambayo Mungu alikuahidi hajatimia. Yes, imani yako isiondoke kabisa. Uendelee kuwa imara, lakini cha msingi na cha kuzingatia ni kwamba lishike neno lake, maagizo yake kwako. Nimesema kuna mambo mawili. Kuna Mungu anasema kwa ajili ya maisha yako na Mungu anasema kwa ajili ya wewe kuishi. Sasa ya maisha yako na wewe jinsi wewe kuishi. Kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya wewe kuishi. Yani iko hivi. Hapo ndo kuna changanya. Naposema kwamba kuna neno ambalo Mungu anasema kwa ajili ya maisha yako, nina maana kwamba kuna vitu ambavyo Mungu atavitenda kwa kukunufaisha wewe kwenye maisha yako. Maisha yangu. Yes. Mfano ni kwamba Mungu ananiahidi katika kazi ninayoifanya nitapanda cheo. Si hiyo ni neno la Mungu kwa ajili ya maisha yangu? Ndiyo. Lakini Mungu akisema kwamba usitende dhambi, hilo ni neno ambalo Mungu anasema kwa ajili wewe uishi. Yaani yale ambayo Mungu anayasema kupitia neno lake ndio unabidi uishi hivyo. Uishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Yale ambayo anakuambia nitafanya hivi ni kwa ajili ya maisha yako. Kwa sasa hayo mambo pia yanaambatana. Usifikiri kwamba
alilolisema kwa ajili ya maisha yako atalitimiza wewe usipotimiza lile alilolisema ili uishi. Sasa mwalimu, tukienda hivyo, mbona maandiko yanasema Mungu ananyeshea watu waovu na wema mvua, si ni baraka hizo? Sasa na tunaona watu ambao hawalishiki neno la Mungu, hawaishi kadiri ya mapenzi ya Mungu, lakini bado anawanufaisha katika maisha yao. Sasa hiyo inakaaje? Ulichokisema na uhakika na watu wengine wengi huwa wanakisema, lakini hili ni jambo ambalo hata lilimfikia Bwana Ayubu. Ni jambo ambalo Bwana Ayubu lilimfikia na Mungu akakasirika. Mungu anakasirika. Kwa hiyo na wewe kama lipo moyoni mwako, na ndugu msikilizaji, mfuatiliaji, kama liko moyoni mwako kwamba mbona mimi najaribu kuishi hivi vizuri nini, lakini mambo yangu yanaharibika, hayaendi, lakini kuna watu wahovyo, maisha yao mabovu machoni pa Mungu, lakini mambo yao yanaenda vizuri. Ni jambo hata kama haufikii, lakini unajiuliza maswali. Ni vyema kuuliza maswali. Mimi kuna mtu anajiuliza, lakini kuna mtu anajiuliza. Ayubu